Bwana Yesu asifiwe. Karibuni darasani. Tupo hapa kufundishana yale ambayo Roho Mtakatifu ametufundisha. Leo tunaomba tushirikishane kitu kidogo ambacho kimekuwa kina maswali mengi sana, lakini kuna namna yake mimi ninaweza nikakielezea, alafu akaja mtumishi mwingine akakielezea kwa namna nyingine na ukielewa vingine. Lakini leo ukaelewa kwa namna yake, na siku nyingine tena ukaelewa kwa namna yake, na siku nyingine tena, yani inatanuka inakuwa kubwa. Kwa hiyo leo nataka tueleweshane kitu kimoja ambacho kinaulizwaga na watu wengi sana. Mimi nimejifunza maisha ya nuru. Nawezaje kuishi na mtu ambaye hajajifunza maisha ya nuru? Hayataki, au yupo kama hayupo, au ndo tunadili nao kila siku. Hii swali limeulizwa sana. Kwa hiyo nitajitahidi kulijibu kadri Roho Mtakatifu atakavyotuelekeza. Na uzuri Roho Mtakatifu ni mwalimu, na humu tutafundishana. Tutatumia mchoro. Mchoro huko hivi. Sijuagi kuchora sana, stadi za kazi hata sio ndivyo na ngapi, ila tajitahidi mambo yaeleweke. Jamani, tuone taratibu. Si unajua kama darasa yetu sisi, yaani unaweza ukashangaa ndo unakaa vizuri darasa limeisha. Kwa hiyo tuende chap tuelewane. Darasa limeisha. Bwana Yesu asifiwe. Huu mchoro, hii ni ardhi. Hii ni ardhi iliyopandwa hii miti miwili. Hii ni ardhi. Huu mti tuuite ni mti ambao, hii ni ardhi. Uko gizani, una asili ya kuzaliwa, unaishi maisha ya asili ya kuzaliwa mara ya kwanza. Uko gizani. Huu mti wenye rangi nyeusi. Hii ni ardhi. Huu mti umepandwa hapa. Ni mti unaoishi gizani. Ni mti unaoishi kwenye asili ya kuzaliwa mara ya kwanza. Ni huu mti chanzo chake, tumesema Baba ni chanzo, ni mwanzo, ni asili. Si ndio? Huu mti umepandwa, unaishi kwenye giza. Kwa hiyo chanzo chake huu mti ni Baba ambaye ni giza. Hapa niweke bracket. Asili, huu mti unaishi asili ya kuzaliwa kwake mara ya kwanza. Hapa niweke bracket. Huu mti tusiite jina, tuuite tu mti A, lakini ni mtu. Huyu ni mtu. Ni mtu A. Huyu mtu A anaishi maisha yake ya kuzaliwa mara ya kwanza. Ukiishi maisha ya kuzaliwa mara ya kwanza, chanzo chako cha miungu ni giza, ambaye anachukua nafasi ya Baba, ambaye ndo asili yako, ambacho ndo kinakulisha, ambacho ndo kinalisha huu mti. Maana yake unaishi maisha ya kuzaliwa mara ya kwanza. Huu mti wa pili tuuite mti B. Huu mti unaishi nuruni. Chanzo chake ni Baba Mungu. Tunasema sasa kinaishi maisha ya kuzaliwa mara ya pili. Hapa tumeshasema hii ndio
ndo asili, ndo mwanzo, ndio chanzo. Huu ndo mti B. Hii miti yote inaishi kwenye dunia. Inaishi. Hii dunia inaweza nikawa ni watu tunakutana nao kila siku. Hii dunia inaweza kawa mke na mume. Hii dunia inaweza kawa wewe na ndugu zako. Hii dunia inaweza kawa wewe na wafanyakazi wenzako. Wewe na wafanyakazi wako. Hii dunia hii. Yaani hii box niliyochora ile. Ndio ulimwengu wetu. Yaani kwamba humu ndani unaishi sasa. Kuna watu tu ashumu sasa huko nako kuna vimiti vingine vidogo vidogo, kuna vimiti vingine vidogo vidogo. Lakini huu nimewekea kama mfano. Na huku kuna vingine. Mtu yoyote anayeishi tumeshaelewa mpaka saizi. Maana sasa hapa sifundishi zile somo la mwanzo. Nafundisha kama umeshaelewa. Kuna mtu ambaye ndo mara yake kwanza leo anaingia kwenye ile darasa. Yupo? Fadhali. Kwa hiyo huyu mtu anaishi maisha ya kuzaliwa mara ya kwanza. Chanzo chake ni giza. Maana yake ndio mwanzo wake. Ndiko anakolishwa. Ndio asili yake. Sawa? Hajaelewa maisha ya kuzaliwa mara ya pili, hajaelewa mambo ya baba ni nani, hajaelewa mambo ya nuru ni nani, mambo ya kuzaliwa mara ya pili ni nani. Anaishi. Alafu na mtu juzi aliuliza swali akaniuliza, kwa hiyo mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, huyu hapa aliyeko, anajulikana kama nani mbele za Mungu? Kwa sababu chanzo chake si giza, lakini yuko duniani. Anajulikana kama nani mbele za Mungu? Kuna mtu anajibu? Haiwezekani. Mimi ni huyu amezaliwa mara ya pili, anajua maisha ya kuzaliwa mara ya pili. Na huyu hajajua maisha ya kuzaliwa mara ya pili, anaishi asili yake ya kuzaliwa mara ya kwanza. Wote tunaishi hapa chini ya jua. Ukitoa hii A na B, sisi tunajulikana kama nani mbele za Mungu? Hapana. Mungu aliumba nani? Mtu. Sisi yani Mungu akiwa anatuona sisi bila kujua mambo ya kuzaliwa mara ya pili au bila kuzaliwa mara ya pili, ni watu, viumbe wake. Ndio maana akasema ananyeshea mvua viumbe. Sasa mpaka ujue baba, maana yake sasa umeshajua mambo ya uhusiano, nafasi yako. Sasa huko ndo tunapoenda mbele. Kwa hiyo mimi huyu mtu A na huyu mtu B wote tunaishi hapa. Mimi nimeshaanza kujifunza mambo ya nuru, huyu hajaanza kujifunza mambo ya nuru. Huyu analishwa kwenye chanzo chake ambacho ni miungu, roho za wafu, madhabahu, si nini na vile vyote, lakini chanzo chake ni baba, asili yake ni baba ambaye ni giza, kwake ni giza. Kwa sababu miungu asili uliofanya naye maagano tayari wewe ulikuwa kama mwana, lakini wa giza. Si ndio? Kote nafasi mbili, hapa ni mwana na hapa ni mwana. Taratibu tuko mbele tutaelewana vizuri. Kwa hiyo kama mimi ni mwana kwao, kama mimi ni mwana wa giza, wao ni nani kwangu? Mimi ni nani kwao? Kama mimi ni mwana wa giza, lile giza kwangu mimi linaniona mimi kwao ni kama nani? Si baba. Maana yake ni chanzo. Ni asili. Maana yake huyu ndo anakolishwa hapa. Kwa ile asili ya kuzaliwa kwake mara ya kwanza aliyoikuta kwenye damu ya baba zake. Asili ya kuzaliwa kwake aliniambia ndio inajumlisha na mama, maana mama naye anahusika. Kabisa. Kwa hiyo huyu anaishi maisha yake ya kuzaliwa kwake mara pale alipozaliwa na vyanzo vyake vyote. Ndio huku kote sisi tulikotoka. Yaani sisi tulikokaa hapa, huku kote ndio tulikotoka. Na wale online ndio huko ndio walikotoka. Kwamba hapa ndio tulikuwa tunaishi. Kabla hatujajua kwamba kuna maisha haya. Na mtumishi jana ameeleza vizuri kasema yale maisha tuliokuwa tunaishi kule tunaona yalikuwa hayafai. Zile zilikuwa ni hatua za ukuaji. Ile yani kitu kabla hujaona kitu cheusi unajuaje hichi ni cheupe ni cheusi. Tulipita kule, zile ilikuwa ni majira na nyakati. Kwa na sio kwamba kule alitusaidia kwa namna yake. Kwa sababu hata tungesema tunatoka tunaenda kufundisha nuru, angetufundisha nuru nani? Wewe mwenyewe anatufundisha alikuwa kule kule. Wanajua. Kwa hiyo
yale maisha ya kule kuna vitu tulijifunza, ilikuwa ni hatua. Yaani kama darasa la kwanza, leo ukifika chuo unaanza kutazarabu darasa la kwanza, ungefikaje chuo? Kwa hiyo wale watu wa kule, alafu sisi huko wala hata tuone kwamba ile ni tatizo kule. Ila wao ndo wanatuona sisi tatizo, si ndio? Sasa huko tuyaache. Huyu mtubii ndo ameanza kujifunza maisha ya nuru. Sawa eh? Kichwa cha habari mnakikumbuka eh? Sijakiandika hapa. Kuishi na giza wewe ukiwa nuru. Huyu mtu ameshazaliwa mara ya pili. Sasa hivi ndo sisi sasa. Tumeachana na maisha ya kuzaliwa kwetu mara ya pili. Mara ya kwanza tumehamia maisha ya kuzaliwa mara ya pili. Chanzo chetu kimekuwa Baba wa mbinguni, nasi tumekuwa wanaye, naye amekuwa nani? Baba kwetu. Tunajifunza hapa. Tunafundishwa kila siku jinsi ya kuishi. Si ndio? Kila siku tunafundishwa uishi hivi kwenye kipawa, uishi hivi kwenye ndoa. Maana ya ndoa ni nini kwenye kipawa? Kuzaliwa mara ya pili, kipawa maana yake nini? Ndoa maana yake nini? Ikoje na vitu gani? Tunafundishwa hapa kwenye maisha ya nuru. Kila siku tunafundishwa. Lakini haya tunayofundishwa hatuko peke yetu, tunaishi na hawa watu. Si ndio? Hawajui chochote kuhusu maisha ya nuru. Na ni lazima tuishi nao. Tunaishije nao? Tunaishi nao hivi. Mti. Hili ni shina hili. Alafu haya ni matawi. Hili tawi hili linakuja upande huu huku. Na hili tawi linakuja upande huu huku. Ni kama hapa. Tena hapa ukiangalia vizuri tu utaona. Ule mti ule na ule mti ule. Ile miti miwili ile. Yote iko tofauti. Lakini juu imeshikana. Kwa hiyo huwezi kujua pale ni mti gani. Sasa tuashumu huyu mimi ni mume wangu. Alafu mimi ndo hapa. Najiita special, shazaliwa mara ya pili, alafu huyu mume wangu namuona yuko gizani, hafai kabisa. Lakini tumeoana na tunaishi pamoja. Kuishi pamoja ndo huko hapa. Kwamba hili tawi limetoka likaenda mpaka upande huu, na hili tawi likatoka likaenda mpaka upande huu. Yote yameshikana. Yameshikana kabisa. Lakini nikuulize swali. Hili tawi hili linaishi kwa kutegemea nini? Kwa hiyo linalishwa kutoka wapi? Sawa. Ukitoa huu mti ukautoa huu, ukauondoa huu. Hili shina hapa lililoshikana na huu mti, tuashumu limeshikana mpaka limekuja huku. Kuna ambaye anajiviringa mpaka huku, mimi na maua kwa najua. Hata lile unaweza kaona limejiviringa mpaka limekuja chini. Ukiuondoa huu mti hapa chini, hili tawi nalo baki hapa litaishi? Haliwezi kuishi. Kwa sababu linalishwa hapa. Sasa tunaposema hivi, ishi maisha yako katikati ya giza, ndio hii hapa. Kwamba mimi nalishwa ya giza kwenye nuru. Wewe unalishwa kwenye giza. Hapa tunaingiliana. Kila mtu aishi anacholishwa. Bila kumzuru mwenzie. Kwa sababu hili tawi likijizungusha hapa halimzuru huyu. Hili tawi hili hata likinyeshewa mvua, nikaja nikaliwekea mbolea, nikalinyeshea maji, likanona, likawa nene, likastawi, likazidi tu kutanua kufika huku, haliwezi kuilisha hili. Yaani haliwezi kufanya, yani halitabadilisha chochote kwenye huu mti. Kwa hiyo mimi natakiwa niishi asili yangu hapa. Huu mti uendelee kuishi asili yake. Huu uendelee kuishi asili yake. Tukiishi pamoja. Kwa hiyo kama ni wafanya kazi sasa, kama labda tuko ofisini, mimi nitaishi nuru, nitalishwa. Nitaendelea kuishi na kuchanua. Wewe utaendelea kulishwa, utaendelea kuchanua kwa namna yako bila kuleta matatizo yoyote. Sisi kinachotutesa ni hichi. Mimi huyu blue huyu nataka awe blue. Sasa ni hichi.
Yaani huyu mimi si ndo rangi ya blue hapa. Mimi nataka kwa gharama yoyote huyu aishi mimi. Huyu hawezi kuishi mimi kwa sababu hapa ndo anapolishwa. Hapa. Ndio maana nikasema hii ni ardhi. Hapa ndo anapolishwa. Kwa hiyo mimi kwa kutoa matawi kumfuata huyu kwamba aishi chanzo changu haiwezekani. Ili huyu mimi aweze kuishi ni lazima huyu ahamie hapa. Chanzo chake kiwe hichi. Tumeelewana? Ni pagumu lakini panawezekana. Yaani hichi kitu ni kigumu kwa kukiongea. Lakini kinawezekana ukielewa. Huyu ili aishi hii rangi ya blue, abadilike haya maisha haya. Tuishi lugha moja, tuongee kitu kimoja, tuelewane hichi na hichi. Sisi tunachotaka, tunataka hichi mimi ninacholishwa hichi. Kitu kimoja nikihamishe, sisi tunachotaka kimbadilishe huyu kwa haya matawi na sio hapa chanzo. Ndio maana wanasema huwezi kumbadilisha mtu kwa haya matawi na sio hapa chanzo. Yaani yeye ndio anatakiwa ajue haya maisha anayoishi ni ya namna gani? Kwa nini nimeishi hivi? Yeye ndio versus haya huko. Anaishi ni ya namna gani? Yaani kwamba haya, yaani mpaka afike kiwango cha yeye mwenyewe kuelewa. Ndio maana Yesu alipofika alianza kufundisha wanafunzi wake. Yaani mpaka na ndio hicho tunachofanywa sisi. Aliwafundisha ili waelewe maisha mnayoishi ni yapi. Chanzo chenu ni nini? Ili muweze kuondokana na hivyo vitu ni nini? Kwa kujifunza, kwa kuwahamisha kwenye ile asili, ili waelewe, wahame kwenye ile asili, wahamie asili huko. Na sio kuwaombea. Sasa kama Yesu ndo alikuwa mtenda ujiza, alishindaje kumwekea Petro mkono? Sababu pokea, kuanzia leo ni mtakatifu Petro. Sasa kama Yesu vitu tu vibadilike, ahamie huko chanzo chake kile, lakini alianza kufundisha kuanzia mambo ya Torati. Yaani anaeleza kusoma zile stori zao zote, wanafundishana tu. Anawaelekeza tu. Anawafundisha. Sisi ndo tunachotakiwa hapa tufanye. Zote wanafundishana tu. Lakini mimi leo nataka mke, mume, mimi nishajifunza nuru. Mume aishi hii. Huyu mtu ni A, huyu mtu ni B. Huyu mtu ni apple, huyu mtu ni mwembe. Huyu ni mti wa mwembe, huyu ni mti wa apple. Zote zimepandwa sehemu moja kwenye ardhi. Huyu anakuwa anavuta kwenye chanzo chake na huyu anavuta kwenye chanzo chake. Zote zimepandwa sehemu moja. Kinachotutesa sasa hivi sisi tunataka apple. Tunataka embe liishi maisha ya apple. Kinachotutesa mimi nilivyoumbwa ni mbegu iliyoumbwa. Nina namna nilivyoumbwa. Mungu aliniwekea kila kitu ninachokihitaji. Mimi nilivyoumbwa kanileta duniani. Nina namna niishi kusudi la kuumbwa kwangu. Niishi mbegu yangu. Kufanikiwa kwangu mimi ni kuweza kuishi mbegu, kuishi ile kusudi la kuumbwa kwangu. Tulifundishana hapa nini maana kufanikiwa, si ndio? Wale walikuwa wanahuzuria madarasa mwanzo. Tunasema nimefanikiwa mimi na majumba na magorofa, si mimi nini? Hivyo ni vitu viharibikavyo. Kufanikiwa ni kuishi ile kusudi la kuumbwa kwako, ile mbegu yako. Mimi leo nikikutana na Yesu, kitu cha kwanza nitakachomuuliza. Yaani hata sitahitaji maelezo mengine yote. Leo nikikutana na Yesu live, nitamuuliza kusudi langu mimi ni nini uliloniletea hapa duniani. Mengine yote leo nije nilifanye, niondoke. Sihitaji maelezo mengine. Akiniambia wewe kusudi lako unakuwa umpikie yule mume pale ashibe. Kesho yake naenda kujifunza, naenda kujiunga chuo cha mapishi. Akiniambia wewe nikatafute ujuzi, nimpikie. Nikirudi kule namwambia, "Suli niambia kusudi langu kumpikia baba." Nimempikia ndo namna hii. Kwa hiyo anacheka kule. Kwa hiyo kusudi la kuumbwa kwako ndo uliloletwa ulifanye duniani. Sasa huyu ameletwa awe embe, huyu ameletwa awe apple. Kusudi la kuumbwa sisi tunataka embe aishi maisha ya haya. Huyu tunataka aishi maisha haya. Hicho ndio kinachotuumiza na watu. Embe aishi maisha. Huyu apple ana tabia zake za maepo ambazo hazifanani na maembe. Embe aishi maisha. Kwa hiyo unatakiwa tu ujue huyu ni apple. Ana tabia gani? Hizo ndio tabia zake. Kiamka asubuhi yuko hivi. Akikasirika yuko hivi. Akifanya hivi mambo yake anafanya polepole mpaka amalize. Akitaka yani yeye vitu vyake mpaka umwambie mara 2 mara 3 ndo anaona umesitiza.
Ndio tabia za huyu, naye ana tabia zake. Ndivyo alivyoumbwa. Tatu ndio naona umesisitiza. Kwa mfanano ule ule ndivyo alivyo. Embe naye ana tabia zake. Vitu vyake anataka vifanyike chap chap vishi. Yaani ukimsoma ukajua huyu embe ana tabia gani na wewe hapo una tabia gani. Kinachobaki sisi ni kulishwa kwenye chanzo chetu. Kwa kama chanzo chetu ni nuru, tutalishwa wote, tutapokea. Embe atapokea na hapo atapokea, tutaishi. Changamoto sisi tunataka kila mtu aishi kama tulivyo. Hapo ndo tunapokoruzana. Kwa hiyo hata kama tumejifunza maisha ya nuru, tusipoelewa hili somo la kwamba kila mtu ni mbegu, kuna namna alivyoumbwa, utakuazana na kila mtu. Tusipoelewa hili somo, yaani utaona kila siku wewe, hivi huyu Yesu yukoje huyu? Mbona hataeleweki? Mimi nilijua mambo yatabadilika. Na mwanaume mwenyewe ameokoka na wote tunajifunza nuru, hata sielewi. Ishi maisha yako ya embe, na ishi maisha yako hapo. Kila mtu alishwe. Wote tunalishwa, chanzo chetu ni Baba. Kila mtu alishwe. Lakini kila mtu ataishi kwa namna yake, kwa namna ya mbegu yake. Huyu baba, yani sasa sisi tumepewa maombi, kuna changamoto tunapitia, mtumishi katupa maombi, haamki usiku kuomba. Mimi naamka naomba. Embe aliamki usiku kuomba. Hapo ndio naamka usiku kuomba. Hapo. Ninasubiri shughuli ndio imetokea pale, navunja, nateketeza, nabomoa pale live. Yaani anasubiri jambo limetokea na ndo anashusha maombi pale na moto na vitu vinatokea. Wewe huwezi. Jambo limetokea. Sasa hapo hamna tofauti ambayo inasababisha mwendelee kuishi. Wewe umeamka usiku wa manane, umeomba. Umevunja vya kwako. Yeye kasubiri limetokea, kavunja vya kwake. Si wote mnalisha kwenye kitu kimoja. Kuna tatizo gani? Shida yake atakiamka usiku na unataka kuamka usiku. Ukifunga anataka afunge. Shida yake atakiamka usiku na Mama ananielewa vizuri. Leo somo ni la kwako Inawezekana hapa nimekuja kwa ajili ya mtu mmoja tu. Mama ananielewa vizuri. Tumeelewana hapo wapendwa? Kila mtu ni mbegu iliyoumbwa. Ana kusudi lake. Kwa maana akasema hatufanani hata fingerprint. Huyu mama amezaa watoto si 5 si 6. Kila mtu ana tabia zake. Kwa sababu sisi ni mbegu tulizopitishwa tu kwake. Aliyetufinyanga yule muumbaji ndo alijua huyu mnaenda kufanya nini. Sasa sisi mimi nimekutana na mume, yeye kwa nini nimefuta tena hapa kwenye embe? Nimekutana na mume ni embe na mimi ni epo. Nimekutana na mfanyakazi ni embe na mimi ni epo. Tunakutana na watu tofauti walioumbwa kwa majina tofauti. Hao watu wana asili tofauti za wanapolishwa. Ambapo ni maisha mawili tu tumesema hapa duniani. Aidha unaishi giza au unaishi nuru. Za wanapolishwa. Ukiishi giza au ukiishi nuru, bado utaishi kwa asili yako ile ile ulivyo. Kwa sababu giza hakuna lilichoumba. Giza leo haliwezi kutengeneza apple. Hata kama wanasayansi wako maabara, wanabadi sijui wanatengeneza, wanatumia ile ile original mbegu. Ile ile original ya embe kutengeneza vitu vingine. Hawana kichochote ambacho wanaweza kuumba zaidi ya hicho. Kwa hiyo vile vile alivyo ndio giza litamtumia. Kama ni embe litamtumia vile vile kwa aina yake ya embe. Akihamia huyo akahamia kwenye nuru, nuru itamtumia vile vile kwa namna yake ya embe. Hata badilika awe epo. Nuru itamtumia vile vile kama ambavyo mimi sasa nataka niwe epo. Kwamba mimi sasa jinsi nilivyoumbwa, nataka na mume wangu aishi maisha yale yale. Nataka na wafanyakazi wangu waishi maisha yale yale. Hawawezi. Kitakacho tutofautisha ni tunapolishwa. Na tukihamia wote tunapolishwa, kitakacho tutofautisha ni namna tulivyoumbwa. Ni namna ya mbegu. Wote tunapolishwa. Kwa hiyo kama tu hapa mara ya kwanza, hichi kipengele cha kwanza kinakupa shida. Hichi cha pili utakiweza. Kwa hiyo kama hawawezi. Umeelewa jinsi ambavyo ukielewa hichi ni rahisi kuelewa hichi. Kwamba huyu ni embe na epo. Huyu anapokea kwenye giza au anapokea kwenye nuru. Wote tunatakiwa tuishi pamoja bila kuingiliana. Kila mtu anatakiwa ishi maisha yake. Tunashirikiana yeye, lakini kila mtu anakula kwenye chanzo chake. Kwa hiyo mimi ukatokea kesho ukaniambia ni wewe ufai kabisa sikumwagilii maji, mimi siku chochote. Kwa hiyo mimi
Yaani au huyu anaishi kwenye giza huyu. Ndio nitoe mfano sasa. Akaamka kesho yake akwambia ni wewe ni mjinga sana, yani hata ujielewi. Hapa wewe chanzo chako unachopokea wewe hapa kumeathirika nini? Yesu unaendelea na maisha yako. Kwa sababu mimi napokea huku, wewe umeniambia mimi mjinga, unachungulia kwenye chanzo changu. Chanzo changu kuna ujinga. Mbona hamna ujinga unaendelea? Kwa sababu giza kazi zake ni mbili, kuua, kuharibu na kuiba. Sasa wewe ukichungulia huku, huyu mtu anakuambia yani wewe ufai kabisa wewe. Mke mbaya kabisa wewe unachungulia hapa kwenye tatu. Huku kwangu. Hizi zipo kweli huku kwetu? Mbona hizi hazipo? Huku tuna maisha ya sasa. Na hizi sio kazi zetu. Unaendelea na maisha yako. Kwa sababu chanzo kinachokulisha hakina hivyo vitu. Sisi tunapata shida kwa sababu ukiambiwa kwamba wewe jinga kabisa wewe, nuru yako haina mjinga na ukulisha. Wewe unahamia maisha haya tena unajiunga. Yaani unataka urudi na matawi uanze, yani matawi yashuke mpaka ulisho kwenye chanzo chako huko. Wakati wewe unalishwa huku. Kwa hiyo hapa kwenye watu ambao hawajaelewa elimu ya nuru kuna vitu viwili. Kuna mtu jinsi alivyoumbwa, ana upekee wake na chanzo chake kinachomlisha. Anapopata ule ufahamu ni hapa. Wewe uliyezaliwa kwa mara ya pili na wewe uko vile vile lakini kwa rangi nyingine, kwa chanzo kingine na mbegu yako. Na akizaliwa mara ya pili wote wakawa blue, kinachobadilika ni hapa tu kwenye chanzo. Lakini ile namna ya kuumbwa kwake inakuwa vile vile. Kwa kama Mungu alimuumba huyu mtu awe mwalimu, ana tabia zake na ana vitu vyake anavyopenda. Kwa ni aina tu ya mtu yule alivyo kutokana na jinsi alivyoumbwa. Ataishi jinsi alivyoumbwa. Tuishi nuru katikati ya giza. Nikijua chanzo changu ni Baba. Kuna mwenye swali? Labda siendelea. Au anataka kutuongezea hapo vizuri alivyoelewa. Unajua ukisema mimi hapo leo nimeelewa hivi. Kama utakuwa unaishi naye na unatamani kuona mabadiliko. Labda kila siku unakuwa na matumaini ya kuona mabadiliko. Kadri siku unavyokwenda unategemea kutakuwa na mabadiliko. Lakini inatokea kwamba hamna badiliko lolote linalotokea pale. Sasa unatushauri tufanyaje hapo? Unatamani abadilike na unazidi kumueleza maisha ya nuru, lakini inakuwa kwamba yani haelewi. Yaani haelewi anachofundishwa. Yaani ana matarajio hata ya kubadilika, kwa sababu unavokaa naye kuendelea kumpa nuru unategemea kwamba kuna siku itatokea atabadilika, lakini unaona kabisa hata matumaini hakuna. Kwa hiyo sasa unataka uamue uondoke zako. Hapana, ni kwamba ushauri hapo mtu wa sambuli hiyo unamfanyaje? Ndio tunarudi pale pale. Tunaishi chanzo chako. Wewe ishi chanzo chake, aishi chanzo chake. Swali tu jepesi. Yaani mimi nimemwambia kila siku hataki kubadilika. Kwa nini wewe huishi chanzo chako? Ndio narudi pale pale. Unajua kwa nini hawabadiliki? Si ndio nataka kufundisha hapa. Kwa sababu sisi tunataka waishi maisha, yani sisi tunataka waishi sisi tulivyo. Tunataka waishi hapa. Tunataka waishi mbegu yangu mimi nilivyo. Tunataka waishi mimi. Yaani kama mimi naamka asubuhi nataka amka asubuhi. Kama nyumba yangu watoto wanafagia nataka wafagie. Kila watu wote kufagia. Kama kulala saa 2 watoto saa 2. Hicho ndio tunachotaka sisi wabadilike. Hiyo yake. Yaani sisi tunataka hii mbegu hii iishi sisi. Hilo la kwanza. La pili, huyu mtu anabadilika kwa kufundishwa. Ndio nilianza pale. Yesu alifanyaje? Aliwafanyia nini wanafunzi wake? Aliwafundisha. Nilianza pale. Yesu alifanyaje? Unavyomfundisha. Yesu amesema, ndio maana nilichora huku juu huko. Sasa hicho nilikuwa naenda kwamba huyu ni shamba. Hili lote hili ni shamba hili. Ndio tumepanda ndani yake. Ule mstari unasema hivi: Baba yangu ndiye mkulima. Panda ndani yake. Hivi. Yesu ni nani?
na mimi. Yeye ni shina, mimi ni tawi na mimi. Baba ndiye mkulima, Yesu ni shina, mimi ni tawi. Mimi nipo hapa, Yesu yuko hapa. Baba yake ndo hili shamba hili, kwamba yeye ndo anayemiliki hivi vyote. Sawa Sasa mimi ninachotakiwa kufanya, huu mti kwa namna mimi nilivyoumbwa, unajua tu ni njia rahisi. Kwani wewe ulihamiaje huko? Sasa mimi lalo tusaidiane. Wewe ulitokaje hapa ukahamia huko? Kwa kufanyaje? Kwa kufundishwa. Na hao waliokufundisha walikufundisha siku moja ukaelewa? Petro alimkana Yesu mara ngapi? Aliacha kuwa mtume? Mara 3 alimkata. Bakara hajamkata kwanza, alikata sikio la mtu. Lakini Yesu yeye bado akachukua ile sikio akaweka. Akaenda akamkana mara 3. Bado tena akaenda. Sisi mpaka tumehama tukatoka tukafika huko. Ilikuwa kazi ndogo. Tukafika huko. Tulitembea kwa manabii mpaka huko. Njia ukisikia tu sauti unajua nabii fulani huyo. Wengine wanasikiza kwenye redio. Unajua fulani huyo. Kila kanisa ulizurura. Kila maombi uliomba. Kila sadaka ulitoa. Sasa hao ni wale waliohangaika, walohama. Lakini wengine walifundishwa tu. Wengine waliumwa. Kimempata cha kumpata. Kwani Yesu alipataje wanafunzi wake? Turudi pale. Yesu alipataje wanafunzi wake? Kuna mwingine alikuja kumtoza kodi. Yule mtoza ushuru nafikiri alipataje? Alikuja kuwatoza kodi. Kina Petro wale walikuwa wanavua samaki. Walikuja kuwatoza kodi afu hawana hela. Wakaenda wanakesha wanavua huko. Yesu anauliza, "Nyinyi mko wapi leo? Tunavua, tunadaiwa kodi." Akamwambia, "Fanyeni 1 2 3." Akapata lile za kodi. Alipofika pale akamwambia, "Nyinyi mko mnadaiwa hela zote hizi. Imekwaje mkaleta haraka haraka hivi?" Akamwambia, "Fanyeni 1 2 3." Wakaenda kumlipa yule mtoza ushuru. Yule alikuwa anawadai kwa sababu alijua tu kwamba hawatalipa. Wakamwambia, "Kuna mtu ametufanyia maajabu." Akawafuata naye nyuma. Akasema, "Ngoja mimi nikajionee." Kuna aina ukiangalia Yesu alivyopata wale wanafunzi wake, ndio utajua kwamba ni jinsi gani na sisi tunapatikana kuja hapa. Kila mtu ana staili yake. Mwingine ataumwa kufa, ndio ataenda kanisani. Ataanza kuambia kazi, atazunguka kwa waganga, atazunguka hospitalini, ataenda kanisani, ndio ataanza kuambia habari za Yesu. Mwingine atazaliwa kwenye familia ya wapendwa, ataanza kufundishwa, we anaingia anatoka mpaka mwenyewe anaamua kuingia. Yaani kila mtu ana namna yake ya kupata ufahamu wa nuru na kuushika. Lakini yani kila mtu ana namna yake ya kufika hapa ambayo haina formula moja. Kuna wengine wataombewa, kuna mwingine ataambiwa tu, kuna mwingine atapelekwa na mchumba. Alimjua kwa kumpitia mchumba. Kwa hiyo kila mtu ana namna zake za kufika hapa. Sasa sisi shida ni kwamba hatuna uvumilivu. Hilo la kwanza. Tunasimama kwenye nafasi ya muda, tunampangia Mungu muda. Huyu lazima badilike kwa muda huu. Sisi tulibadilika kwa muda gani? Yaani tunakaa kwenye nafasi ya Mungu ya muda. Kwamba huyu lazima badilike ndani ya muda huu aanze kujifunza maisha ya nuru. Hasikii huyo. Ana muda wake. Kwamba huyu lazima badilike kutokana na aina ile ya mbegu yake na giza lake lililomfunga na utayari wake. Nilifundishaga siku moja hapa kitu kinaitwa will power. Hicho hakiingiliwi na mtu yoyote. Maamuzi ya mwanadamu ni ya kwake. Mungu akamwambia chagua, nimekuwekea uzima na mauti. Akamshauri tu chagua huu. Mungu akamwambia nimekuwekea mti wa mema na mabaya, usile ule mti. Lakini mwanadamu akaenda kula. Yaani kimtu unachomwambia usifanye ndo anafanya. Kwa hiyo kuna swala la muda. Kuna swala la uvumilivu na kuna swala la kumfundisha mtu bila kuchoka. Yesu alifundisha wanafunzi wake mpaka alivyofufuka. Bado anatafuta wafuasi. Kuna mfuasi alimpata baada yule aliyemlienda kumtafsiria kile chuo cha Isaya ni nani? Yule Filipo. Si alimpata baada ya kufufuka. Yaani bado anahangaika tu anafundisha. Sisi hatufundishi.
Fundisha leo, kesho tumeacha, tunataka vitu vitokee. Ni kweli, hata mimi nipo humo. Unamfundisha mtu leo unatamani, kwani mbona haelewi? Yaani mbona hichi kitu kirahisi hivi? Hivi angekuwa anaelewa hivi tungekuwa mbali sana saizi. Haelewi. Kwa jinsi alivyo inamchukua muda kuelewa. Solena backbenchers. Wale mwalimu amekoa, mwalimu kaingia na vitabu tu, wengine wanashajua yani leo mwalimu anafundisha hichi kabla hata hajafunua vitabu. Wengine atafunua, atafundisha, atamaliza na mtihani watoto hatujaelewa, tutakuja kuelewa siku ya pepa. Wengine atafunua. Yaani kama kuna mtu, kila mtu anafundishwa kwa namna yake ya kuelewa vitu na kuhama. Uvumilivu hatuna, tunakaa kwenye nafasi ya Mungu. Na tunampangia Mungu muda. Huyo aelewe lini. Na kwa kufundisha kwenyewe tunafundisha kwa mikwala. Usinikutemee dada wa kwanza sana mfundisha mdogo wangu wa mwisho mikwala. Usipojifunza elimu ya nuru mimi na tusijuane. Jamani. Na wajifunzi. Na mikwala yote hiyo. Unageuza, unabembeleza. Jamani jifunze elimu ya nuru basi wapi? Unatumia mbinu zote, lakini ni usichoke. Swala ni pale pale. Jua huyu mtu ameumbwa tofauti. Jipe muda, endelea kufundisha. Hatufundishi kama inavyotakiwa. Tuwe tu kweli. Huyo mtu ambaye unataka abadilike, kila siku tunamfundisha. Kama yule mwanamke kila siku alikuwa anaenda anagonga, mpaka akapewa haki yake. Kila siku ngongongo, Mungu nataka yangu. Yeye tena ule mfano alitoa Yesu. Ngongongo mpaka akapewa. Sisi tunafundisha kila siku. Umejibu swali lako baba? Swali jingine? Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Mimi hapo nataka kueleweshwa zaidi kwa jinsi ulivyotoa maelekezo kwenye huo mchoro. Hapo umeongelea maisha ya ndoa au kabla ya ndoa. Lakini kama umeelezea maisha ya ndoa, je, tukiwa kwenye maisha ya nuru, mtu ambaye yuko anaishi nuru, anaweza kuoa mtu ambaye hajaokoka au hajazaliwa mara ya pili? Na kama huyu amezaliwa mara ya pili, wakati hao watu wameoana, naona malezi itakuwa changamoto sana. Tuashumu kama huyo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, labda unaondoka unamwachia malezi huyu ambaye yuko gizani. Wale watoto manake wataadapti maisha ya giza. Hapo naona kuna changamoto kidogo. Hapo umeuliza maswali mawili kwa wakati mmoja. Ukiwa kuna giza, ili somo lilishafundishwa. Na kukiwa kuna nuru. Hapa kuna giza na hapa kuna nuru. Kipi kinamfunika mwenzie? Kukiwa kuna giza, kukiwa kuna nuru. Kipi kitamfunika mwenzie? Yes. Maana yake wewe ukiishi na wewe unaishi na nuru, huyo ana giza. Kadri nuru yako inavyokuwa nyingi, itafunika ile giza. Halafu nuru haipiganiwi, inajipigania. Nuru inaangaza. Na kila mtu anaitaka. Hakuna mtu anayetaka giza. Kila mtu anaitaka nuru. Kwa hiyo kadri nuru yako itakavyokuwa kubwa, ndivyo nuru tutakavyoifuata ile nuru. Kama wazazi wawili, mmoja ana nuru kubwa, watoto wote watamfuata yule mwenye nuru. Hawezi kumfuata mwenye giza hata siku moja, kwa sababu hakuna anayetaka giza. Yaani hata giza lenyewe, giza halitaki, ndio maana linafuata wafuasi tukasaidiane. Kwani kulikuwa kuna shida gani Ibilisi kukaa kule chini ya uso wa mlimaji? Kwa nini anataka wafuasi? Yeye mwenyewe giza halitaki, anataka watu wa kumsaidia. Kwani kulikuwa angalau kuwe na company. Kwa hiyo mimi nikiishi nuru, italimeza giza. Automatically wale watu ile nuru yangu itawafunika. Alitoa mfano mtumishi juzi hapa. Akasema yule kijana aliona kuna giza liko kubwa sana linakuja. Yule kijana yule anayekaa pale nyuma, akaona giza, akaona yeye amesimama hapa, alafu yeye ni nuru inayoenda inaangaza uelekeo ile giza lilipo. Kwa lile giza lake, ile nuru yake ikawa imetengeneza mpaka, na lile giza lina mpaka. Sauti kamwambia hivi,
Kadri unavyojifunza nuru yako ikawa nyingi, ndivyo itakavyosambaa, itakavyojaa. Hili giza hutaliona. Nuru ikiwa kubwa, tukaishi maisha ya nuru sisi, tukafundishwa kiwango cha kufika ile level kwamba kila unalokusudia linakuwa. Kwa sababu saa hizi wenyewe tupo kwenye mchakato wa kutoka hapa kuja hapa. Yaani sisi shida tunajiona tumeshafika. Hilo ndio tatizo. Yaani sisi mbona tunajiona watakatifu? Yaani tunajiona tumepatia kabisa maisha. Kila kitu sisi kwetu sawa kabisa. Wakati tupo kwenye mchakato wa kujifunza kutoka kwenye yale maisha tuliozoka kule. Sasa shida sisi tunaona tushamaliza, yani tupo pale Yerusalemu Galilaya tunamsubiri Yesu arudi. Bado na sisi tunaendelea kujifunza kutoka kwenye hii damu ya hizi asili. Kwa hiyo tujifunze kwa bidii ili nuru yetu iangaze kote, kiasi ambacho yani hata giza likija, hata kama mimi nina mchawi yupo anaishi na mke mchawi, mimi nikawa nina nuru, yani yeye mwenyewe atakwambia naomba hiyo nuru yako, namuomba huyo Mungu wako, nikawa nina nuru. Mpaka watoto wanajua kutofautisha kabisa, wanajua huyu ni baba, hapa tunamsikiliza nani, kwa sababu nuru inaangaza, inatawala. Haiwezekani ukakaa sehemu kuna giza na nuru. Sehemu hizi mbili hapa, huu mtaa una giza, mtaa ule una nuru. Watu waje kukaa hapa kwenye giza, watu wote watahamia kule. Ndio maana mnaona hata nyumba zinavyojengwa barabarani, watu wanaenda kujenga kule barabarani ambapo kuna umeme umepita na maji. Maporini kule kuna mtu wanaokaa kule ndani ndio wanaambia, yani hata hawajielewi. Ameacha huduma zote ameenda kukaa maporini. Hamna hospitali, hamna maji. Kwa hiyo kadri sisi tunavyojifunza ile nuru ndivyo itangaza ili mpaka lile giza zilimezwe. Maana yake mpaka likose nguvu. Kwamba kama huyu analishwa na analishwa na asili yake ya giza. Mimi sinalishwa na asili yangu ya nuru. Mimi kila siku naishi kama nilivyoumbwa na jinsi ninavyolishwa pale kwenye nuru. Hivi haya maisha hayatamanishiki? Huyu hata niuliza, kwani nani anayetaka kukaa hapa? Yaani huyu automatic atahamia hapa. Automatic. Yaani huyu automatic atahamia hapa. Yaani atataka kujifunza, kwani wewe mwenzangu umewezaje? Kwani hili jambo wewe unaliwezaje? Akija sasa ndo unamwambia, sisi bwana mambo ya huku ni haya. Si ndio? Unamwambia mimi mambo yangu ni haya. Ndio unaanza sasa kumpa ile elimu. Unamwambia mimi shida sisi hakuna hata mtu anayetamani kuishi huku kwa sababu ndio kwanza tumehamia ndo saa 12 jioni. Tumetoka huku kulikuwa saa 11, saa hizi saa 12. Yaani hata hatujamaliza hapa kujifunza haya yote tukayaelewa. Tuko kidete kumtoa huyu aje huku. Wakati sisi wenyewe tu bado hatujakoma. Yaani mimi mwenyewe tu bado sijaelewa ile nuru nikaishika. Nikaifanya yawe maisha yangu kiasi ambacho hata ukitembea hata ukiongea wanajua, yani hata mtu ajiulizi. Anasema huyu yuko tofauti. Inatokea changamoto ambayo kila mtu anashika vichwa. Wewe unajibu sawa sawa na nuru, unajibu sawa sawa na ufahamu. Inatokea changamoto kazini, kila mtu anashika kichwa anasema yani sijui itakuwaje. Wewe umetulia na Roho yako Mtakatifu, unajua hapa giza lipo kazini kama mtendakazi kunijaribu. Kwa sababu tushazaliwa mara pili, giza anageuka kuwa mjaribu. Unasema kabisa yani hili giza hili lipo hapa kama mjaribu saizi. Kwa mimi hapa natakiwa nitoe majibu. Umetulia unakoleta na Roho Mtakatifu, unaambia Roho Mtakatifu, unaangalia kwenye faili lako, hichi kilichotokea una majibu huna. Unaambia Roho Mtakatifu hichi kitu, nipe hapa na nipe majibu yake hapa naona sina hapa. Hii 25 hii mara 7 hii sina hii. Unajifunza. Kama unayo unatoa majibu. 5 hii mara 7 hii. Kwa sababu jinsi utakavyotoa majibu ya embe na epo ni tofauti. Yaani changamoto utakavyozikuta wewe, mimi utakavyozijibu na atakavyozikuta utakavyozijibu ni tofauti kwa sababu ya jinsi ya kuumbwa kwenu. Ile asili ile. Huwezi ukachukua formula niliyotumia mimi ukaitumia kwako. Roho Mtakatifu atakufunulia kutokana na changamoto zako za pale ulipo, kwa aina ya mbegu wewe ulio nayo na kusudi uliloitiwa. Kwa hiyo sasa mimi ninachotaka, yani mimi nataka by hook and crook
Huyu mtu ahamie huko, aishi maisha yangu. Nimemuoa huyu ni mume saizi, kuanzia leo mimi ndio mume, kuanzia leo mke aishi maisha yangu. Sasa ikiwa before, hayo ni maamuzi yako. Ndio maana tukasema maamuzi ni ya mtu. Kwamba wewe unaona huyu mtu huyu, kwa ufahamu nilionao nishaelewa vizuri, kwamba ndoa nimeumbwa nayo na yeye ameumbwa na ndoa. Yeye ana asili yake na mimi nina asili yangu. Kabla hapa tujaoana. Wewe una asili yako na mimi nina asili yangu. Wewe una miungu yako na wewe na mimi nina miungu yako. Hapo mimi nina nuru, wewe umeniuliza kwamba mimi nina nuru na wewe huna, si ndio? Mimi najua kwamba ndoa nimeumbwa nayo na wewe umeumbwa na ndoa. Nikanajua kabisa giza lilichofanya kwenye ndoa liliiba, likaharibu, likaua. Kuna ndoa za aina 3. Nachunguza, nafanya chunguzi ili najua kwa wewe ndoa kwenu ni za aina hii. Na mimi huku nachunguza kwangu, najua ndoa ni za aina hii. Naangalia vitu ulivyo navyo, nasema hivi vitu mimi kama Mwembe hivi vitu ndo ninavyohitaji. Ili niweze kuishi. Napima vile, si ndio wanaume mnapimaga? Kwamba hivi vitu hivi vitanifaa hivi. Huyu mwanamke anajua kupika huyu. Huyu anajua Kichina, huyu atanisaidia siku ya China akija. Mfano tunatoa. Huyu mchangamfu sana wageni akija. Yaani mna vigezo vyenu mimi sivijuagi. Hata sijui nichague vigezo gani, maana sauti yenyewe ndio hii kama mnavyoisikia. Akasema ukapanga vipango vyako pale, ukavipanga vya giza na nuru. Si una nuru? Ukavipangua pale. Ukaviona. Ukasema hivi nitaviweza. Kwa asili yako kwamba mimi naweza nikaishi nuru. Huyu nikamwacha kwenye ile giza lake, lakini nikamfundisha, akaelewa, akasikia. Na ukajua unaona kabisa huyu anafundishika, huyu anasikia. Ukimwelekeza kitu anasikia. Maana yake ile giza kwenye ufahamu alijamshika kiasi hicho. Kwa sababu kuna mtu unamwambia usifanye hili jambo kesho saa 1 saa 2 asubuhi na ukampa sababu. Umegeuka tu huku nyuma kashalifanya. Fundisha. Akaelewa. Maana yake unajua ufahamu wako umefungwa kiasi kubwa sana. Umegeuka tu kwamba huyu hata kama nikimwambia mambo ya nuru maana yake nianze kushughulika na ufahamu. Unaweza kuvumilia hivyo, unabeba, unaingiza ndani. Unaanza. Umegeuka tu. Si ndio? Tuongee tu kweli kwa sababu tusiongee vitu ambavyo hapa vipo. Sawa. Umepima kwenye mambo yako nuru, umeona hii ngome hii. Kisikia hizi story hapa kwa kweli bado sijaweza. Ngoja niendelee kutafuta. Lakini kiukweli hakuna aliyekamilika hapa. Ndio haya tunazungumza kila siku. Kwamba kwenye haya maisha haya ya hapa hakuna ambaye hakuna mtu ambaye ana ubaya wote. Mtu aliyopo hapa kumbukeni ana sura na mfano wa Mungu. Kila mtu ana sura na mfano wa Mungu. Kinachotutofautisha ni asili ya tulipozaliwa. Kwamba wewe umezaliwa kwenye miungu mingine na mimi nimezaliwa kwenye miungu mingine, lakini yote asili yake ni giza. Kinachotutofautisha tena hatua ya pili ni ya kwamba tumezaliwa mara ya pili. Haya, umeshaoa mke saizi tunarudi pale pale kwamba wewe unaishi A, wewe unaishi B, yeye anaishi A. Unamng'ang'ania abadilike. Hiyo ndio shughuli ambayo tunatakiwa kufanya. Tunatakiwa tuishi hapa. Haya matawi yameshikana bila kuwasiliana wala kukwaruzana. Ili nuru yetu ijae, iangaze, kila mtu aitamani. Wote sisi tulivyoenda kuokoka. Achana na wale watu walioenda kwa sababu wanaumwa. Ukuumwa. Nini kilichosababisha ukookoka? Si uliyatamani yale maisha yao? Yaani wao maisha saizi wanashona vitenge wote wanatembea pamoja, yani hao wanapendana hawa. Kwa hiyo mimi niende nitapata na mimi wa kitenge. Kaige. Kuna vitu uliviona vikakutamanisha. Na kwenye giza na nuru ndio hivyo, mimi nikiishi nuru nitatamani. Yaani mimi nitaishi nuru, watu walioko kule wataingia wenyewe kwenye ile nuru bila force. Mimi nataka mtu anipe summary ya ile somo tulilofundishana mwanzoni pale. Au mpaka sasa hivi aliyeelewa. Mimi leo nimeelewa hichi. Nani amejifu kwa summary tu? Kwamba sasa hivi angalau nimeelewa. Kwa summary tu. Kwamba mimi hapa mfano mimi nilielewa kabisa kwamba kama kuna mtu anaishi maisha yake ya giza. Mfano mimi na mimi naishi maisha yangu ya nuru. Mimi natakiwa nitengeneze utaratibu wa kuishi. Mfano mimi nina ufahamu nilionao. Nitatengeneza utaratibu wangu waishi kadri ninavyopata ufahamu. Kwa sababu wewe hapa unaishi ufahamu. Huyu anaishi anacholishwa. Yaani yale maisha yako automatic kwenye damu yanatoa tu response. Lakini mimi nitaishi kutokana na ufahamu nilionao.
Kwa hiyo kwenye huku tunavyojifunza maisha ya nuru sasa hivi unatakiwa uishi kwa ufahamu. Ukiona mtu yuko, kwa unajua kabisa huyu ni mtu, ni mbegu, ndivyo alivyo. Hii mbegu yake ndivyo alivyo na msaada wake. Kuna namna atafaa. Yaani kuna namna anafaa na kuna namna ana uzuri wake. Kwa sababu ni mbegu yake ilivyo. Haiwezekani akana mabaya tu kwa sababu yule mtu ana sura na mfano wa Mungu ndani yake. Haiwezekani akana fanya mabaya yote. Yaani umuone huyu mume hafai kabisa. Au huyu mke huyu hafai kabisa yani huyu. Yaani bora ningepewa tu huyu upi ungepewa. Wapi huko wanapatikana wa nuru twende kanionyesha na mimi nikabebe. Wote wapo hapa, uchukue, uendelee kuishi nuru yako, yeye ajifunze ahamie. Hakuna aliyepo hapa. Wote sasa hivi tunatoka huku tunahamia huku. Kwa inabidi sasa wewe utengeneze maisha yako ya kuishi na hawa watu bila wao kukuhamisha hapa kwenye chanzo chako. Kwa sababu usipokuwa makini utahama, lakini kwa kuwasili ukiangalia hii, hakuna anayeweza kuhama. Utahama kama una ufahamu. Kwa sababu kama giza ni mjaribu, maana yake likijaribu likikupata, maana yake litakuhamishia huku. Jana tulishana kwa darasa live kwamba haimaanishi kwamba sababu umezaliwa mara pili uweze nayo kuanzisha tena maisha yako ya giza. Utaanzisha. Usipokuwa makini. Ndio maana tupo hapa kujifunza kwamba kwa nini tulikuwa tunashindwa kuzishinda dhambi. Tukajua kumbe ni sababu hii. Sasa tulivyozaliwa mara ya pili hapa haitupi guarantee kwamba eti kwa sababu tulizaliwa mara ya pili basi tu mtu utamjibu shoti, utamtukana, utamfanyia hivi eti kwa sababu sasa hizo ni tabia kweli za huku. Maana yake wewe bado. Basi tu mtu yaani maana yake wewe bado unaishi huku. Upo tu unasema umezaliwa mara ya pili lakini bado. Kwa sababu ile asili ikiingia ndani, hata kiu ya dhambi haipo bado. Kwa sababu huisikii. Yaani kwanza unaona ni kitu ambacho ukisikia masikio yanawasha. Kwanza sio yanawasha, yani kwanza hata sijui, yani nashindwa kuelezea. Kwamba vile vitu ambavyo mwanzoni wewe vilikuwa vinakupa shida hapa, ukishazaliwa mara ya pili. Vile vitu ambavyo ulikuwa unapata shida kuvifanya, hapa vinawezekana kwa urahisi sana. Kwa sababu ya ufahamu. Ukielewa kwamba huyu anaishi asili hii hapa. Kwa hiyo hapa anayeishi tulifundishana tukajua kwamba sasa nikiwa naishi na mtu huyu natakuwa nijue hapa saizi inayoishi ni sura na mfano au ni yule mtu wa kuzaliwa. Naishi ni sura na mfano. Si ndio Hapa. Ukiwa unaishi na hawa watu hapa, unaishi kwa fahamu hizi mbili. Huyu mtu ana sura na mfano wa Mungu alivyozaliwa. Ule hauondoki giza haliwezi kuutoa kwa sababu ule sio mali yake. Yeye alimtumia tu matumizi hapa alipofika duniani. Na maisha yale ya pale alipozaliwa. Kwa kuna namna ataishi maisha ya kuzaliwa completely. Yaani akigeuka hapo ni mtu mwingine. Ile asili ndio inaishi. Kuna muda ile asili kishamaliza kazi zake amezuri sura na mfano wa Mungu, mtu mzuri kabisa, wife material na husband material. Akirudi hapa unatamani kufungasha virago urudi kwenu. Kwa hiyo sasa ukiwa na ufahamu, wewe ambaye upo hapa, ikisimama hii ya kuzaliwa hii, unajua hapo lile giza lile linalotaka kuharibu hii ndoa ndio limeamka hapo sasa. Sasa wewe si utalijibu kwa mfano mbaya giza hii ndio uiharibu hapa. Hizi ndoa zilikuwa zimeambiwa za kuharibika. Hii sura na mfano wa Mungu uliofika hapa, hii ndoa saizi umeamka. Wewe giza hutaharibu hii ndoa kwa sababu sio mali yako. Unajibu kwa mfano, hii ndoa sio ya ndoa wewe uliumba giza uliumba nani lini? Kuna siku mume wangu alikuwa anaongea na giza mpaka unaweza ukasema huyu ni mtu kweli anamuuliza giza, wewe lini nionyeshe lini? Uliumba ndoa lini? Wapi? Wewe uliumba giza uliumba. Kwa hiyo hizi nafasi zinapoinuka hizi mbili, unazijibu kwa ufahamu, ndivyo utakavyoweza kuishi na huyu, ndivyo utakapovutiwa. Sasa kama ile asili imeibuka ili uwe ile ndoa, alafu wewe ukaijibu kwa ufahamu, hii itaendelea. Matokeo yake ile itakuwa unasema kama vile itakuwa diluted. Kwa sababu hakuna aliyoamka akataka kuacha. Itakuwa diluted. Kwa sababu ile ni asili, ndio ipo kwenye kila mtu. Hamna mtu anayeoa anataka kuacha. Hilo halipo. Ile asili ndio ipo. Sasa mimi wa upande wa pili nilielewa. Nikiishi kwa ufahamu huo, maana yake lile jambo halitokuwa liwe shida kwangu. Sijui kama hapo mnanielewa. Kwa sababu nitakuwa nalipa majibu. Najua huyu anayefanya kazi hapa saizi ni nani. Huyu aliyebuka katika huyu mtu huyu. Saizi hizi kinachoongea hapa ni nini? Ndio maana Yesu alimwambia Petro, aliyeongea hapa, aliyejibu saizi hapa ni Baba wa mbinguni.
Muda ule alipomwambia Yesu alimwambia anaenda kuteseka, akamwambia ni Bwana usiseme hayo mambo. Akaambia akajua kabisa kinachoongea hapa ni giza. Hakumchukia Petro. Na maisha yakaendelea tena, baadaye ndo akamwambia wachunge wenzio. Yule sasa mimi nikajuza vile Yesu aliyejua mtu anamsaliti tena anaambia wachunge wenzie tena. Sasa nilivyojifunza ndo nikaelewa kumbe pale Yesu alikuwa anaona huyu mtu ana maisha haya ya kuzaliwa na ile sura ya mfano wa Mungu ipo ndani yake. Inahitaji tu kufundishwa, kuelekezwa. Majina na nyakati zake, usipochoka, usipozimia moyo, itahamia huko. Ya kuzaliwa. Mimi nimemaliza wapendwa. Unataka ujazie kwenye lile swali, si ndio swali lake alilouliza kwamba yeye anaishi na mtu ambaye hajajifunza nuru. Na anavyomwangalia haone hata mwelekeo. Ameuonaje huo mwelekeo? Yaani unajua yesi si baba, si mume. Sawa, Kwa maana yake anatamani kila anachomueleza mke wake amsikilize. Baba, si mume. Si ndio? Waende sawa. Lakini anaona kila anachomuelekeza, anachomwambia hata mwelekeo wenyewe hauoni. Sawa. Yesi kichwa. Sasa kichwa kikiongea manake kichwa ndo kinageuza shingo hivi twende huko. Sasa yeye ameona kwamba ameshakuja hapa, angalau amepata mwanga. Kupitia yale maisha ambao waliishi, alikuwa anatamani na yeye awe hata anakuja ajifunze ili waende sawa. Lakini anasema hivi, hata mwelekeo wenyewe hauoni. Sasa atafanyaje? Si ndio ulivyouliza Lakini anasema hivi, wewe unaishi maisha ya nuru, umeshapata ufahamu. Wewe nani alikujua mwelekeo wako utabadilika lini? Hakuna aliyejua. Mbona nimejibu hili swali? Nani alikujua mwelekeo? Wewe unaishi maisha yako ya ufahamu wa kuzaliwa. Mimi nalijibu chepesi, sitaki kujibu yale mambo mazito au mazito atakuja kujibu mtumishi. Mimi najibu tu mepesi ambayo ni anafanya kazi vizuri tu. Wewe umeshapata ufahamu wa nuru wa kujua chanzo cha maisha yangu ilikuwa ni kuzaliwa. Maisha niliyoishi ni kwa sababu ya kuzaliwa. Huyu wewe umejijua na huyu umejua. Yaani wewe umeshajijua unaishi maisha gani na huyu umeshajua anaishi maisha gani. Si ndio? Yaani raha iliyopo hapa. Tofauti na huyu ni mke wako, hajajua wewe unaishi maisha gani. Yaani haelewi hizo raha za huku ndani, kumbe kule tuna maagano, kumbe kule tuna baba, kumbe kule tuna mwana, kumbe kule tuna, yaani umenielewa Yaani hajaelewa huu ulimwengu wako hapa. Ila wewe kwa sababu upo huku, ulitoka huku, umeshaelewa haya maisha ya huku yakoje. Yaani umeshaelewa kabisa kwa nini huyu anaishi hivi. Kwa hiyo mimi nimeshaelewa kabisa kwamba huyu kwa nini anaishi haya maisha. Ndio mke wangu sasa. Kwamba hivi anavyovifanya sio yeye, ni ile asili ya giza ya baba zake, ya miungu ya baba zake ndio inasababisha ishi haya maisha. Lakini kiuhalisia sio kwamba anataka kuishi hayo maisha. Ndio maana alikubali kukuolewa. Hivi kama mtu angekuwa hataki kuolewa, angeelewa kitu cha kwanza, hata angekuwepo kwenye hiyo ndoa. Mtu ambaye hataki kwenda shule, hata shule anakuwepo. Yaani kitendo tu cha kwenda shule, ndio maana wanakuambiaga wale tunaofanyaga mazoezi wanakuambia kitendo tu cha wewe kuamka kwenda barabarani tayari maana yake unaonyesha unania kufanya mazoezi. Kwa kitendo tu cha kwanza mpaka leo yupo kwenye ndoa, maana yake hiyo ndoa anaitaka. Angekuwa itaka angeshaondoka. Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa ujue ufahamu wa kwanza. Alafu ufahamu wa pili, unatakiwa ujue kwa umeshaelewa kwamba huyu kwa nini anaishi haya maisha. Na wewe haya maisha kwa nini unayaishi sasa na unatakiwa uyaishije? Sasa ule ufahamu wao ulionao ndio unatakiwa ulete hapa. Sio umlazimisha huyu aje huku. Ufahamu wao ulionao. Yaani maana yake sasa wewe unachokiona hicho unatakiwa ujue kabisa huyu mke ni sura na mfano wa Mungu. Ameumbwa na ndoa. Huyu mke ni mwana wa Mungu. Mimi niliumbwa mume. Kuna aina za ndoa zipo kwenye kizazi chetu, kuna aina za ndoa zipo kwenye kizazi chao. Kama ndoa ni za kuibiwa, maana yake mpaka saizi mpaka ipo, maana yake hiyo sio ndoa ya kufa. Ni ndoa ya kuibiwa au kuharibiwa. Ndio aina za ndoa zilizopo kwetu. Si ndio? Ndio maana tupo na huyu. Si unajifunza huku? Sasa huyu ambaye nipo huku, kwa hiyo chochote unachokiona huku unatakiwa ukijibu kwamba huyu mke mimi nitaishi naye kwa sababu ndio Mungu amenipa kwanza. Kwa sababu mimi nilikuwa mke na yeye akawa mume, huyu ndio mke Mungu amenipa ili niishi naye. Kwa sababu ndio Mungu tena hapo maana yake ni kwamba sasa huko ndani kinyume. Kwamba mimi ni mume nimepewa mke ili niweze kuishi naye. Lakini kuna aina za ndoa
zipo kwenye hii asili yetu. Wewe unaishi, kwa nini unataka huyu aishi huku? Kwa nini wewe huu ufahamu wako huuishi kwa huyu? Kwamba kila kitakachoinuka, si ndio nimetoa kwamba kila kitakachotokea wewe utakijibu. Ameamka, yani kwa mfano kasa ndio ingekuwa ndio ya kuharibiwa sasa. Mume ameamka, mmegombana, amechukua, yani mmepishana tu kidogo, kachukua virago vyake kaondoka. Unaenda kabisa unavileta, jamani naomba urudishe ndani. Ili giza hapa najua linataka kuharibu hii ndoa. Unaweka pale, unapanga na nguo, unamnyoshia vizuri. Mnafanya hivyo shida? Nani wanaume wanaweza kufanya hivyo? Mwanamke mfanye hivyo atataka kurudi. Atapigana ndugu zake. Ndoa yangu huko moto moto. Mwanamke mfanye hivyo atataka kurudi. Si umejua hapa kwamba giza linataka kuharibu hii ndoa. Kimetokea cha kutokea, huyu mwanamke amenijibu vibaya, kafungasha virago kaondoka. Naomba mke wangu, yani unajua kule tunapofundishwa kule kanisani kule, tunaambiwa hizi ndoa hizi, giza hii ndoa imeiharibu. Kwa hiyo hichi ni kitu kizuri nataka kuharibu. Giza, huwezi kuharibu hii ndoa yangu. Mke wangu, rudi wewe nyumbani, wewe mama. Fungasha na vitu, weka ndani mama. Lete mikono tuombe mama. Hii haiwezi kuharibiwa ile. Mnafanyaga hivyo? Weka ndani mama. Yaani tumfano tu, ungefanya hivyo. Ungemfanyia hivyo yule mwanamke, kweli asingeelewa. Asingerudi. Hata kama ingekuwa wewe, usingerudi. Hatuishi haya tukayaleta hapa. Sisi tunataka huyu ahamie huku by force. Sisi tuishi maisha yetu haya ili huyu angazwe nayo. Inawezekana hiyo? Somo ni ngumu Lakini ukifanya inawezekana. Shida hatuishi nuru ili giza lione, ili hatutoi mwanga ili giza liondoke. Sisi tunataka giza lije liukute ule mwanga alafu liondoke. Yaani wewe giza usina pale kuna mwanga. Yaani nisikuone, nisikukute. Wakati mimi ndo natakiwa niangaze mwanga ili giza liondoke. Maana yake ni kwamba tutaishi na watu ambao hawana ufahamu wa nuru kwa sisi kuishi nuru. Kwa kuishi chanzo chetu. Bila sisi kuasiriwa na chanzo chao. Kwa sababu chanzo chao sisi hakituadhuru. Tumetoa mfano hapo mwanzo kabisa. Kwamba maisha ya huyu na mimi nayoishi, yani anatakiwa niwe black and white, lakini yote yanaingiliana. Yeye ataishi maisha yake na mimi nitaishi maisha yangu. Sasa ningetoa mifano zaidi huko, sasa mtamaliza muda. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kwamba tu unachotakiwa kuelewa ni kwamba sisi, yani wewe na huyo mke wako, kila mtu alikuwa amezaliwa kwao na asili yao. Hata wewe kabla hujafika huku kwenye nuru na baada ya kuja, kuna vitu vingi uliviona ambavyo ulikuwa hufanyi sawa sawa, si ndio? Vilikuwa kinyume na bado saa zingine vinakuja. Sasa huyu ambaye sasa unatamani na yeye aishi kama wewe au anakuja kujifunza, kuna kile kitu ambacho wewe umekiona. Sasa hicho ndio unatakiwa kila siku umwambie au umfundishe, ukikiri, ukifundishe. Hata kama amesikia hajasikia, wewe sema tu, kwa sababu kuna siku kitambadilisha. Kujifunza hapa amesema ulianzia chekechea mpaka ukafika ulikofika. Siku ya kwanza ulivyoenda shule tu, sio kwamba ndio siku ulijua kusoma. Kuna siku kuishi nuru ni kitu ambacho tunajifunza. Lakini haya maisha ya asili ya kuzaliwa mara ya kwanza tuliyazaliwa hapo, tangu watoto tukajifunza, yako kwenye damu. Kwa sasa tunapoamua kubadilisha inakuwa ni, yani sijui nielezeje hapo. Ni kitu ambacho kinahitaji utumie nini? Ni mchakato. Ni mchakato alafu na muda. Sio kitu ambacho kitatokea hapo na hapo. Sasa wewe ndio unatakiwa tu ujue kwamba ipo siku kama wewe ulivyokuja na yeye siku ataelewa. Muda ni wa Mungu. Kwa sababu Mungu yeye ana muda wake. Hatujui ni leo ni kesho. Inawezekana ikawa kesho, au unaweza kufika nyumbani unakuta anakuambia leo nimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu na huyu hapa amezungumza kitu cha kwamba eti mtu anataka kuoa, yeye amezaliwa mara ya pili. Sasa je, yule anayemuoa hajazaliwa mara ya pili? Hilo swali nimejibu kidogo sana, lakini ni pana sana. Okay. Hapo tu nataka nimwambie kwamba
huyu ambaye amezaliwa mara ya pili na yeye kabla hapo alikuwa hajazaliwa mara ya pili, si ndio? Ni vitu ambavyo wamekuja akavijifunza. Kwa hiyo yule mke ambaye amepewa asimhukumu kwamba eti hayuko sawa, kwa sababu hakuna mtu aliye sahihi. Kinachotakiwa aende huko akamfundishe na hicho ambacho amejua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimemaliza. Elimu ya nuru hainaga, ndio maana tunaambiwa tu tunajifunza kila siku. Vitu vya kujifunza ni vingi sana. Sana. Niambia wakati mimi nafundisha mara kwanza nilikuwa naona yani hichi nilichofundishwa hivi kinaenda kumaliza kila kitu, yani nimejifunza, nimeelewa. Ukijifunza tena yani ni kama bomba linafumuka. Vitu ni vingi kwa sababu mimi ni ufalme. Huyu ni ufalme, huyu ni ufalme. Yani wewe ni ufalme, ulioko ndani yako ni ufalme. Ufalme una vitu vingi. Ufalme una vitu vingi. Kwa kila siku tunakuja kujifunza, ni kama darasani. Yani ndio maana kuna topic. Kuna syllabus, sijui kuna syllabus, sijui kuna topic, sijui kuna visabu topic. Yaani vitu ni vingi vya kujifunza. Kwa hiyo tu wavumilivu jamani. Si wenyewe kuna mambo tunatamani kuyajua lakini bado unaona unavyoendelea kujifunza ndio unajua. Bwana Yesu asifiwe. Twashukuru. Twashukuru. Jamani. Mbona mnataka kutuliza mborika? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Unachangia Nachangia kidogo. Mimi kwa kweli leo nimeelewa kwa sababu kuna namna ya mtu ambaye nilikuwa najaribu kumshauri na kuongea naye, kwa kweli ni mbishi. Yaani kwa kweli alikuwa najaribu kuongea naye lakini anakuja baadaye unaona anapotea. Sasa leo nimejifunza kumbe tunatakiwa tu deal na chanzo chetu sisi kama watu wa nuru, na yeye ni chanzo chake cha giza. Kwa hiyo tuendelee kuwa nuru ili tuimpact ile nuru kwa yule mtu. Kwa kweli nimepata ufahamu, na kwa namna hiyo kwamba zile tabia ambazo tunaziona kwamba zinatu disappoint kwa namna nyingine, zinatuvunja moyo pale ambapo mtu unajaribu kuelezea habari ya nuru, ni matawi ambayo sisi tunadili na matawi sana zile tabia. Kwa hiyo tunatakiwa tusidili na matawi, tudili na chanzo ambacho tunajua kabisa ni giza linaleta zile tabia kuturudisha nyuma. Yamkini anaweza akakujibu vibaya kabisa ukaumia. Lakini tusikate tamaa, tuendelee kuongea naye tena na tena na tena. Kwa sababu kitu ambacho nimejifunza, giza pia linashika ufahamu. Hicho ndio kitu cha kwanza linafanya. Yaani linashika ufahamu. Kuna wakati unaweza ukaeleza kitu. Mimi nimegundua hicho kitu hata kwa mtumishi au mtu yeyote akifundisha. Kuna mtu anaweza kupokea jambo akakuelezea. Yaani unaona kabisa ameenda nje ya pointi. Sicho kile ambacho mtumishi amefundisha. Unasema hapa giza. Yaani limemuelezea huyu mtu kitu tofauti. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tunatakiwa kujua kwamba watu ambao tunadili nao, sisi tunajifunza nuru, tunaishi kutokana na asili na chanzo chetu, lakini pia tunatakiwa tuendelee kujifunza. Na tujue kwamba wale watu pia, na hata sisi wenyewe ufahamu zetu bado hazijafunguliwa kiasi kwamba tuweze kuelewa. Kuna wakati unaweza kuelezewa kitu ukadescribe tofauti, lakini Roho Mtakatifu tunavyoendelea kujifunza atakupa ufahamu ulio sahihi, namna ya kwenda kumuelezea yule mtu ambaye unaona kabisa na tabia ambazo zinakukwaza, unashindwa kuendelea naye. Kwa hiyo Mungu akifungua ule ufahamu wake mara kidogo hivyo utashangaa anaelewa, baadaye anaelewa sana na anakuwa upande wako. Kwa hiyo sisi ni nuru na tuishi chanzo chetu kwa namna ya kwamba matawi yetu yazidi kutambaa zaidi, kugusana na wale watu, kuambukizana ile jambo ambalo tumejifunza sisi kama sisi. Tusiangalie yale matawi zile tabia zao. Tuangalie ile asili yao, kwamba asili ndio inamvuta kule. Asili ndio imeshika fahamu. Asili ndio inamfanya asielewe. Asili ndio inafanya huyu ananijibu vibaya. Kwa namna hiyo tutakuwa wavumilivu. Na nadhani Mungu atakupa pia na hata moyo wa huruma, utamhurumia yule mtu. Mbona kama vile huyu mtu anapotea? Tusiwaweke mbali ili tuwahurumie, kwa sababu kitu ambacho Yesu pia nimejifunza kwa Yesu, alikuwa na moyo wa huruma kwa watu, alikuwa anahurumia watu. Na ndio maana kina Petro alikuwa anakosea lakini bado yuko nao. Kwa hiyo jambo lingine, sisi kama watu wa nuru ikikaa kwetu sana,
tutakuwa na moyo wa huruma, tutakuwa na moyo wa upendo, tutakuwa na moyo wa kuvumilia, ili kuweza kuwapokea wale na kuendelea kuwafundisha kila itwapo leo. Jamani, watu wako gizani, sio rahisi kumvuta. Hata sisi wenyewe, yani kuna vitu unafundishwa unaona kabisa umetoka nje chenga kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kujifunza, tukae katika fundisho, tusipuuzie. Yani mimi kitu ambacho nimejifunza, bidii katika elimu ya nuru ni muhimu. Yani ikiwezekana acha vyote, dili na nuru, kwa sababu kuna wakati utakosa kitu kimoja kizuri ambacho kitakusogeza hatua moja, lakini kwa sababu unakaa unachukulia kawaida kwamba leo nitakosa, kesho nitaenda, lakini huwezi jua lile neno kwa siku ile likakusogeza hatua nyingine. Kwa hiyo kwa namna nyingine, kwa mfano sasa, kama leo mtu ambaye ndio neno lilikuwa linakuhusu, kwa mfano mimi nisingekuepo, yule mtu ambaye ananisumbua ningeendelea naye, ngoja niachane naye, lakini leo nimepata nuru nyingine ya kuendelea kumvumilia na kuelewa kwamba ile natakiwa ni dili na chanzo, zile tabia ambazo ni matawi niachane nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe na uvumilivu, tuwe na upendo, tuendelee kuwashikamana nao, tusiwaone kama, tusijione kama sisi tumewahi au tuko salama. Ndio tuko salama, lakini pia tuendelee kujifunza ili tuwe salama zaidi katika kuwasaidia na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ameongea kitu kizuri sana ambacho nilikisahau. Huruma. Kitu cha kwanza, ukiwa umejifunza nuru, ukiwa unaishi haya maisha haya, ukimwona huyu mtu anaishi hapa, kitu cha kwanza, kama hii ufahamu umekuingia, kitu cha kwanza kinachoingia kwenye moyo wako ni huruma. Kabisa. Ukiona unamwona mtu anafanya jambo, usipate huruma kwa ule ufahamu uliopata, maana yake wewe bado hujaelewa kuhusu chanzo. Yaani utamhurumia. Na mtu unayehurumia, kama ni mume wako, kama ni mtoto wako, kama ni ndugu yako, maana yake kuna namna jambo ukilihurumia kuna namna utakavyolifanya. Mtoto wako, kama ni ndugu. Mimi kuna mtu alishawahi kunisema maneno ambayo sijawahi kusikia duniani, kwamba naweza, kumbe kuna mtu akanisema kwa hivyo. Mimi sipenda kuongea habari za watu, maana sijui, mimi naongea za kwangu. Yaani mimi sina ufahamu. Huyu mtu aliyeongea hichi kitu hapa ni kitu ambacho mimi hata kwenye akili zangu za kufikiri sijawahi kuwaza kwamba kuna mtu anaweza kaniongelea kitu cha namna hiyo. Nilisikia huruma ya Mungu. Kufikiri sijawahi. Wale wa upande wa pili walivyosikia huko, yaani huyu tunaenda kumfunga, huyu ana adabu kabisa, yaani tumnyooshe huyu. Walivyosikia huyu aliyoyasema, yaani mimi nikasikia huruma kwamba huyu anaishi maisha, hicho anachokifanya ni asili alikotoka. Nikasikia, yaani laiti angekuwa anajua anachokifanya yeye ni mtendakazi wa giza, maisha anayoishi ni yale asili ya giza. Na najua kabisa, yani akili zangu zinaniambia kabisa hicho anachokifanya hata raha asikii. Kwa sababu kazi za giza ni 3, zikishafanya zenyewe zimeondoka, wewe ndio unayeona matokeo. Nilisikia huruma ya ndani kabisa, unaona matokeo. Hata yani ukifika hiyo level, ukikadi unavyokuwa, unavyoendelea kupata ufahamu, watu unawahurumia. Hata ukishamhurumia mtu hutagombana naye. Mtu unayehurumia unagombana naye? Huwezi. Utamuombea, utamfundisha kama ndio unaishi naye sasa. Kadi unavyomfundisha, kumbuka vita vyetu, wewe ukiwa unadili na vitu vya roho, maana yake wewe unaelewa vitu vya roho. Kile unachokijibu si unakijibu kwenye roho. Vita vyetu sio katika mwili na damu na nyama, bali ni katika roho. Ule utendaji wake unafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna msaada wewe utakamjua, si kama alivyosema, bali siku isiyo na jina wala isiyoeleweka. Utashangaa tu anasikia kile unachomwambia. Kwa sababu sasa shida sisi tunampangia hata Mungu atendeje. Yaani ndio shida yetu. Tunampa Mungu muda na tunamwambia atendeje. Kwa hiyo ukimsikilia yule mtu uliyemsikilizia huruma, alikuja baada, ilipita kama sio miaka 4. Sio kama siwezi kutrack time. Yule mtu alikuja, tukakutana, tukafanya kazi nzuri ambayo haijawahi kutokea. Sikumjibu nilivyosikia hivi tu. Sikumjibu, sikumwambia chochote. Nilikutana naye na salimiana kabisa, tunacheka. Yaani hata lile jambo halikuingia ndani, kwa sababu naelewa zile zilikuwa ni kazi za giza. Sikumjibu chochote. Sikuongea naye chochote. Miaka 4 mbele tunakutana naye. Naelewa zile zilikuwa ni kazi za giza. Tunafanya kazi vizuri sana. Yaani tunachekeana, na yeye ndio alikuwa msaada mkubwa. Yaani kama yeye nisingemkuta pale, maana yake mimi nisingepata msaada. Ningemrudi nianze kumjibu tugombane. Kuna kitu kingetokea baada ya miaka 4. Lakini ile huruma ilitokana na nini? Ufahamu.
Kwa hata ukiishi na mume ambaye hana elimu ya nuru, unaishi na mke ambaye hana elimu ya nuru, wewe utakachofanya utamhurumia. Mtu unayemhurumia huwezi kumtreat kama mtu ambaye ni wa kawaida. Ndio maana nikasema kama kitu mtu amefanya kitu, mume amerudi ameelewa chakari, asubuhi hapo kadoroka mlangoni, wewe mwanamke mwenye nuru utatoka, jamani mume wangu, yani giza wewe ndo kunitesa hivi mume wangu, huyu ni mume wangu, unajua giza, twende wewe mume wangu, unamchukua huyo, unamuosha, unamvalisha, unampikia, nakutana na supu asubuhi. Kabla ameshamka ngova zake zimeisha, anambia wewe tushike mkono tuombe. Unaomba ule ufahamu wa nuru. Wewe giza. Unaliomba kwa ufahamu wa nuru, wewe giza. Huwezi kumtumia huyo mume. Huyu ni mume wangu. Nimepewa na nuru. Haya, ukaenda ukatreat hivyo badala ya kuanza ugomvi. Si hapo wewe unafahamu wa nuru. Ukamchukua yule mtu, ukaishi naye kwenye hali ya damu ya nyama ya kawaida na ukaendelea kukiri kwenye ulimwengu wako wa roho. Kuliambia lile giza na kulikataza na kulikanusha kwenye maisha yenu. Ukaendelea kukiri kwenye ulimwengu wako. Maana yake unashinda kwenye ulimwengu wa roho na kwenye damu na nyama bado umemtendea vyema. Kutakuwa kuna ugomvi. Haya, wewe yuko pale utampiga na picha. Unamtumia mama mkwe, muangalie mwanao uko anachokifanya, mtumia wifi. Muangalie ndugu yako uko anachokifanya. Kuna ndoa hapo. Na wewe unaishi nuru hapo. Haya, mtu mwenye huruma atatenda hayo mambo. Ndio maana nikasema hivi, sisi tuishi nuru. Atatenda hayo mambo. Yaani hao watu ambao sisi tunapigishana nao kelele, sisi tuishi nuru. Tuishi ufahamu wetu. Ile nuru itangaza. Sisi tuishi nuru. Pagumu hapo pa kuishi nuru. Sasa shida ndio tunasema pagumu, lakini ndio penye uponyaji. Dawa ndio chungu, lakini ndio inaponya. Kwani kuna dawa tamu? Labda za watoto. Sasa mtoto na ile dawa. Huku utuzibani tunakutana vitu vichungu, tunavijibu kwa ufahamu. Ni ngumu kweli kufanya. Lakini hiyo unayoifanya ndio yenye majibu. Unaenda kwa mtumishi, wewe ndio unaona umetendewa vibaya, na kwambia wewe ndio tatizo. Kwa sababu wewe ndio unaufahamu, alafu hujaishi ufahamu. Kwa lugha nyingine, kwamba wewe mwenye ufahamu hujaishi ufahamu. Sasa hapo mwenye tatizo ni nani? Yaani wewe ni daktari, umeletewa mgonjwa, unaanza kumlaumu mgonjwa. Kwa nini umekaa ukangatwa na mbu? Kwa nini ukujifungia neti? Kwa nini sijui kufanya hivi? Badala umtibu kwanza, halafu ndo mpe elimu. Unaanza kugombana na mgonjwa kabla hujamtibu. Sema Baba mtakatifu, Mungu uliye hai, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kutupenda. Asante kwa kutuzaa mara ya pili. Asante kwa kutupa nuru iliyo halisi. Na sisi ni nuru. Tunaishi nuru. Tunashukuru. Sisi ni kizazi cha nuru. Tumezaliwa mara ya pili. Hatuishi maisha ya baba zetu. Mimi siishi kizazi cha sadaka. Mimi siishi wafu. Siishi sadaka za wafu. Siishi maisha ya wafu. Mimi sipo kwa wafu. Naishi mwili wa Kristo. Naishi damu ya Kristo. Ndio sadaka ya ukombozi wangu. Kizazi cha sadaka za wafu kilichosababisha maisha ya kinyume ya kuumbwa kwangu. Sio maisha yangu. Sio maisha yangu. Sadaka za wafu sio maisha yangu. Na watendakazi wake na maagano yake na maneno yake sio maisha yangu. Ndoa yangu itaishi nuru. Inaishi nuru. Kipawa changu kinaishi nuru. Kitaishi nuru. Mwili na damu yangu utaishi nuru. Unaishi nuru. Miaka yake inaishi nuru. Naishi mwili wa Yesu Kristo. Naishi damu ya Yesu Kristo. Sadaka za wafu toka ndani yangu. Nyinyi sio maisha yangu. Mimi naishi sadaka ya ukombozi wangu, Yesu Kristo.
Naishi agano jipya lililo hai, lililokamilishwa kwa mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Vimefanyika sadaka na agano jipya la ukombozi wangu. Hayo ndiyo maisha yangu. Mimi na kizazi changu chote, mimi na ndugu zangu wote, tutaishi hayo. Tunaishi mwili wa Kristo, tunaishi damu ya Kristo. Kila alama za giza za utambulisho zinazonitambulisha katika giza, nazifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, sadaka ya ukombozi wangu. Kila aina ya alama, kila aina ya alama zinazonitambulisha katika ulimwengu wa giza, hayo sio maisha yangu tena. Wakinitaja mimi, wamemtaja Yesu Kristo, mwana kondoo aliye sadaka ya ukombozi wangu, ndio inayoishi ndani yangu. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ndio inaishi ndani yangu, ndio inaishi ndani yangu. Sio mimi ninaishi tena, bali Yesu Kristo ndio anaishi ndani yangu. Kila aina ya kinyume, giza ulichofanya kwenye ndoa yangu, kwenye kipawa, kwenye afya na mwili wangu, kuanzia leo ni mwisho. Ninarejesha ile sura na mfano wa Mungu, ile sura na mfano wa Mungu, lile kusudi la kuumbwa kwangu. Giza, huna mamlaka. Mimi sio wa kwako, unimiliki. Wewe sio chanzo changu, wewe sio baba yangu. Mimi sio mali ya miungu, mimi sio mali ya sadaka. Kila kinyume ulichokifanya, kwa sababu wewe ni muasi, maana yake ulifanya kinyume. Kila kinyume ulichokifanya kwenye ufahamu wangu, kuanzia leo ni mwisho, kwa haki yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Kila eneo la maisha yangu ulilofanya kinyume, kuanzia leo ni mwisho, kwa haki yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Nitaishi nuru, nitatenda nuru, ndoa yangu itakuwa nuru, nitawaza nuru, nitakiri nuru, nitatenda nuru. Sio kinyume tena. Kama giza lilivyopandikiza mawazo yake ya kinyume, kuanzia leo mimi ninalishwa kwenye chanzo changu cha Baba wa mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo ndio nitalishwa, hapo ndio nitakula, hapo ndio nitashiba, hapo ndio nitajifunza, hapo ndio kipawa changu kitakula, hapo ndio ndoa yangu itakula, na mwili wangu na damu yangu, kwenye chanzo changu cha kweli, Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeziumba mbingu na nchi. Hicho ndio chanzo changu, kwa haki yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Enyi miungu ya wafu, mimi sio wa kwenu, na kama kuna mnachodai, damu ya mwana kondoo Yesu Kristo imelipa hizo deni za kuanzia yule mtu wa kwanza. Damu yangu inaposomeka pale kwenye kile chanzo kilichoniingiza kwenye maisha ya giza, damu ya mwana kondoo Yesu Kristo italipa hizo deni mnazodai, zilizosababisha mnimiliki kihalali. Kila aina ya kinyume ni mwisho kuanzia leo, pale pa yule mtu wa kwanza mpaka kinafika kwangu, ndio itakuwa mwisho, mimi na kizazi changu chote. Baba, tunakushukuru, tunajitiisha damuni mwako, damuni mwa mwana kondoo Yesu Kristo, aliye sadaka ya ukombozi wetu. Asante kwa ajili ya ndugu zetu, asante kwa ajili ya marafiki zetu. Baba, tunajua unawapenda,
maana uliwaumba kwa sura na mfano wako. Tupe ufahamu na uvumilivu na ufahamu uliozidi fahamu za wanadamu, jinsi ya kuishi nao, ili nuru yetu ikaangaze na ikawafikie. Baba, tunakushukuru. Amen. Mungu awabariki. Karibu mtumishi. Sema Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Muumba wa mbingu na nchi. Muumba wa mbingu na nchi. Muumba wa viumbe vyote. Muumba wa viumbe vyote. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba mkombozi wetu Yesu Kristo. Baba mkombozi wetu Yesu Kristo. Baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa kuupenda ulimwengu. Baba, asante kwa kuupenda ulimwengu. Baba, asante kwa kutupenda. Baba, asante kwa kutupenda. Baba, asante kwa kunipenda. Baba, asante kwa kunipenda. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Kwa neno lako lenye uzima. Kwa neno lako lenye uzima. Mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyochakaa. Mbegu isiyochakaa. Bali hudumu hata milele. Bali hudumu hata milele. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Asante kwa maisha mapya ya nuru hata milele. Asante kwa maisha mapya ya milele. Asante kwa mwanzo mpya wa Baba, nuru. asante kwa mwanzo mpya wa nuru. Asante kwa kizazi kipya cha nuru. Asante kwa kizazi kipya cha nuru. Baba mtakatifu. Asante kwa kizazi kipya cha nuru. Asante kwa agano jipya. Asante kwa agano jipya. Agano la damu ya mwana kondoo. Asante kwa damu ya mwana kondoo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Sadaka ya ukombozi wangu. Sadaka ya ukombozi wangu. Na msingi mpya wa maisha yangu. Na msingi mpya wa maisha yangu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Asante kwa maisha mapya. Asante kwa maisha mapya. Maisha yenye uzima wa sasa. Maisha yenye uzima wa sasa. Maisha yenye uzima wa milele. Maisha yenye uzima wa milele. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Asante kwa asili mpya ya maisha yangu. Asante kwa asili mpya ya maisha yangu. Neno la Mungu lenye uzima. Neno la Mungu lenye uzima. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Asante kwa neno lako lenye uzima. Asante kwa neno lako lenye uzima. Kwa neno lako lenye uzima. Kwa neno lako lenye uzima. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Neno lako lenye uzima. Neno lako lenye uzima. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Na kizazi chote kitakachopita kwangu. Na kizazi chote kitakachopita maisha yangu. Neno lako lenye uzima. Neno lako lenye uzima. Lidumulo hata milele. Lidumulo hata milele. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Limefanyika asili mpya ya maisha yangu. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asili hii nitaishi mimi na kizazi changu chote. Asili hii nitaishi mimi na kizazi changu chote. Kitakachopita kwangu. Kitakachopita kwangu. Kwa kuwa mimi ni mlango wa nuru. Kwa kuwa mimi ni mlango chote. Ni mwana wa nuru. Ni mwana wa nuru. Nimezaliwa na nuru. Nimezaliwa na nuru. Na asili yangu mpya ni nuru. Na asili yangu mpya ni nuru. Mimi ni nuru halisi. Mimi ni nuru halisi. Natokana na nuru. Natokana na nuru. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Niliumbwa na nuru. Niliumbwa na nuru. Sura na mfano wa Mungu. Sura na mfano wa Mungu. Ni nuru. Ni nuru. Mimi ni sura na mfano wa Mungu. Mimi ni sura na mfano wa Mungu. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Asili ya kuumbwa kwangu ni nuru. Asili ya kuumbwa kwangu ni nuru. Nimetokana na nuru halisi. Nimetokana na nuru halisi. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Mwana wa nuru. Mwana wa nuru. Nimezaliwa na nuru. Nimezaliwa na nuru. Na asili yangu ni mpya ni nuru. Na asili yangu ni mpya ni nuru. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Na asili ya mwana wa nuru. Mimi ni mwana wa Mungu. Kwangu ni Mwana wa nuru. Mungu. Ni mwana wa Mungu. Na sasa nimezaliwa mara ya pili ni nuru. Sasa nimezaliwa mara ya pili ni nuru. Nimezaliwa nuru.
nimezaliwa nuru. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Nimezaliwa nuru. Nimezaliwa nuru. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Asili yangu ni nuru. Asili yangu ni nuru. Kwa kuumbwa na kwa kuzaliwa mimi ni nuru. Kwa kuumbwa na kwa kuzaliwa mimi ni nuru. Nimezaliwa mara ya pili. Nimezaliwa mara ya pili. Kwa mbegu isiyoharibika. Kwa mbegu isiyoharibika. Neno la Mungu lenye uzima. Neno la Mungu lenye uzima. Linalodumu hata milele. Linalodumu hata milele. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Nimezaliwa nuru. Nimezaliwa nuru. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Mwana wa nuru halisi. Mwana wa nuru halisi. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Nimezaliwa mara ya pili nuru. Nimezaliwa mara ya pili nuru. Na kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo. Sasa kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Sasa kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Naishi kuumbwa kwangu. Naishi kuumbwa kwangu. Kuumbwa kwangu ni nuru. Kuumbwa kwangu ni nuru. Na sasa naishi kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Na sasa naishi kwa haki yangu ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Haki nimezaliwa nuru. Nimezaliwa nuru. Sasa naishi nuru. Sasa naishi nuru. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Ni mwana wa nuru. Ni mwana wa nuru. Nimezaliwa na nuru. Nimezaliwa na nuru. Na asili yangu ni nuru. Na asili yangu ni nuru. Kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo. Giza halina kitu kwangu. Giza halina kitu. Kwa sababu hiyo. Giza huna kitu kwangu. Giza huna kitu kwangu. Huna kitu kwenye maisha yangu. Huna kitu kwenye maisha yangu. Huna kitu kwenye kuumbwa kwangu. Huna kitu kwenye kuumbwa kwangu. Niliumbwa nuru. Niliumbwa na maisha yangu. Kwenye kuzaliwa mara ya pili huna kitu. Kwenye kuzaliwa mara ya pili huna kitu. Nimezaliwa na nuru halisi. Nimezaliwa na nuru halisi. Kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo. Kila eneo la maisha ya kuumbwa kwangu. Kila eneo la maisha ya kuumbwa kwangu. Na kuzaliwa kwangu. Na kuzaliwa kwangu. Giza huna kitu kwangu. Giza eneo la maisha yangu. Huna kitu kwangu. Huna kitu kwangu. Huna kitu kwenye kizazi. Huna kitu kwenye kizazi. Kilichopita kwangu. Kilichopita kwangu. Na kitakachopita kwangu. Na kitakachopita kwangu. Kwa kuwa mimi ni mlango wa nuru. Kwa kuwa mimi ni mlango wa nuru. Napitisha mapenzi ya nuru. Napitisha mapenzi ya nuru. Na naishi nuru. Na naishi nuru. Naishi maisha ya nuru. Naishi maisha ya nuru. Napitisha mapenzi ya nuru. Napitisha mapenzi ya nuru. Yanayokuja ulimwenguni. Yanayokuja ulimwenguni. Naishi maisha ya nuru. Naishi kwa Baba. Na kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo. Niliumba kwa matumizi ya nuru. Niliumba kwa matumizi ya nuru. Sasa nimetambua ya kwamba niliumbwa nuru. Sasa nimetambua ya kwamba niliumbwa nuru. Kwa matumizi ya nuru. Kwa matumizi ya nuru. Nilizaliwa mara ya pili ili niwe na haki ya kuishi. Nilizaliwa mara ya pili ili na haki ya kuishi. Ya kuishi kuumbwa kwangu. Nilizaliwa mara ya pili kwamba niliumbwa nuru. Kwamba niliumbwa nuru. Na sasa nimezaliwa mara ya pili nuru. Na sasa nimezaliwa mara ya pili nuru. Na giza halina kitu kwangu. Na giza halina kitu kwangu. Na sasa nimezaliwa mara ya pili. Giza hakuna kitu kwangu. Huna kitu kwenye maisha yangu. Huna kitu kwenye maisha yangu. Niliumbwa kwa matumizi ya nuru. Niliumbwa kwa matumizi ya nuru. Nimejitambua kwenye maisha yangu. Nimejitambua nimeumbwa. Niliumbwa nuru. Niliumbwa nuru. Nimejitambuliwa nuru. Ndoa yangu iliumbwa nuru. Kipawa changu kiliumbwa nuru. Kipawa changu kiliumbwa nuru. Niliumbwa kwa matumizi ya nuru. Niliumbwa kwa matumizi ya nuru. Nimejitambua. Nimejitambua. Na tangu sasa. Na tangu sasa. Mimi sifai kwa matumizi yoyote ya giza. Mimi sifai kwa matumizi yoyote ya giza. Sifai. Sifai. Mimi nuru haitumiki giza. Nuru haitumiki giza. Haitumiki gizani. Haitumiki gizani. Nuru inatumika nuruni. Nuru inatumika nuruni. Kwa matumizi ya nuru. Kwa matumizi ya nuru inatumika nuruni. Nuru. Yeye aliyeniumba ni nuru. Kwa matumizi ya nuru. Aliyenizaa mara ya pili ni nuru. Kuumbwa kwangu ni Aliyeniumba ni nuru. nuru. Kuumbwa kwangu ni nuru. Kuzaliwa kwangu ni nuru. Kwa matumizi ya nuru. Kwa matumizi ya nuru. Na kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo. Giza huna kitu kwangu. Kwa matumizi ya nuru. Kitu kwangu. Narudia tena, giza huna kitu kwangu. Narudia tena, giza huna kitu kwangu. Nasema huna kitu kwangu. Nasema huna kitu kwangu. Kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Kwa haki ya kuzaliwa kitu kwangu. Nimesamehewa. Nimesamehewa. Na deni zangu zimelipwa. Na deni zangu zimelipwa. Hakuna kitu giza unadai kwangu. Hakuna kitu giza unadai kwangu. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Imefanya fidia kwenye kila eneo nililokuwa. Damu ya mwana kondoo nadaiwa.
imefanya fidia kila kwenye eneo. Kwa sababu hiyo sasa naishi nuru. Kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Na kwa sababu hiyo giza huna kitu kwangu. Wala kwenye kizazi kilichopita kwangu. Mimi ni mlango wa nuru. Niliumbwa nuru. Kwa matumizi ya nuru. Na kwa sababu hiyo giza huna kitu kwangu. Nuru na giza havichangamani. Nimepata ufahamu. Nuru na giza havikai. Havikai pamoja. Nuru na mimi ni nuru. Kwa kuumbwa ni nuru. Na kwa kuzaliwa ni nuru. Nuru na mimi ni nuru. Niliumbwa nuru. Naishi nuru. Mimi ni nuru. Kwa sababu hiyo giza huna kitu kwangu. Huna kitu kwenye maisha yangu. Huna kitu kwenye kizazi changu. Huna kitu kwenye ndoa yangu. Huna kitu kwenye kipawa changu. Nimekushinda kwa haki. Nimekushinda kwa haki ya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Nimekushinda kwa kitu kwenye maisha yangu. Na kwa sababu hiyo mapenzi ya muumbaji kwangu hayazuiliki. Mapenzi ya kuumbwa kwangu hayazuiliki. Kusudi la kuumbwa kwangu halizuiliki. Mapenzi ya muumbaji kwangu hayazuiliki. Kwenye ndoa hayazuiliki. Kwenye kipawa hayazuiliki. Nuru haizuiliki. Na mimi sizuiliki. Mimi ni nuru. Mwana wa nuru halisi. Naishi nuru. Kuumbwa kwangu ni nuru. Na kuzaliwa kwangu ni nuru. Na kwa sababu hiyo giza na kazi za giza watendakazi wa giza hapa sio mahali penu. Wala kizazi kilichopita kwangu sio mahali penu. Ninyi mlikoandikiwa ni chini. Kizazi kilichopita kwangu sio mahali penu. Chini. Katika uso mlikoandikiwa maji. Ndiko mlikoandikiwa. Na kazi zako na watendakazi wako. Ndiko huna kitu kwangu. Mahali kwako ni chini ulikoandikiwa. Uso vilindi vya maji. Chini ulikoandikiwa. Mwana wa nuru. Niliumbwa nuru. Nimezaliwa nuru. Nimefanikiwa. Na asili yangu mpya ni nuru. Baba ninakushukuru. Kwa sababu hiyo nanitiisha ndani yako. Damuni mwa mwana kondoo Yesu Kristo. Mimi na wale wote ulionipa. Niwalete kwako. Na wale wote wa nyumbani kwako. Sisi ni moyo mmoja. Tunajitiisha ndani yako. Damuni mwa mwana kondoo Yesu Kristo. Sadaka ukombozi wetu. Msingi mpya wa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru. Sadaka ukombozi wetu. Sadaka ukombozi wetu.